Baada ya kukataliwa kimapenzi na mdada wa kazi, bwana dogo anamfanyia mfanyakazi mazito. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na Tam TV Recap, usisahau kusubscribe, usisahau kutufollow. Picha yetu inaanza mwishoni mwa mwaka na sherehe za mwaka mpya pamoja na Christmas zikiwa zinaendelea. Familia ikataka mfanyakazi ambaye anaitwa Ashley aje awaangalizie mtoto wao ama kijana wao ambaye anaitwa Lucky yeye yupo na rafiki yake ambaye anaitwa Galieti. Hawa ni marafiki wa karibu sana ambao wanapeana mambo mengi. Lakini hapa leo walikuwa na stori za mambo ya kiutu uzima, ingalikuwa umri wao ni bado umri wa miaka 15 tu. Licha ya umri wao, lakini matendo yao ni tofauti. Huyu ni baba na mama yake. Hapa anaonekana mzee anampokea mfanyakazi ambaye anaitwa Ashley, na mfanyakazi huyu alifika wakati mwafaka. Lucky aliona, baba alimwambia, hakika dada huyu utakuwa naye muda wote ambao sisi tutasafiri, na tafadhali mpe ushirikiano mwema. Dogo akaondoka na babake kidogo, lakini mwanamama hapa anaendelea kumwelekeza na kumpa njia jinsi gani anaweza kukaa naye bwana mdogo huyu, ama jinsi ya kufunga mlango wa bwana mdogo endapo utapofika usiku, maana bwana mdogo anaonekana ni mapepe. Kwa hiyo chukua penseli hii, utafanya hivi. Basi wakamwelekeza na hawa wazazi wawili wakaanza safari yao, na dada akaanza kutumia rasmi majukumu yake. Hapa mwanadada anaongea na bahasha yake ambapo alikuwa anamwalika ikiwezekana aje huko, lakini alipoona buibui alipiga kelele na bwana mdogo akataka kumwoshea ili mradi asije kamuona yeye ni mtoto mdogo bali amuhisi kama ni mtu mzima, na kuchukua zile pombe za bei kali. Bwana mdogo anaanza kufanya makosa na kuanza kumzungusha dada na kucheza naye, na dada akampokonya ambaye bado kidogo na yeye akazimwazimua ili mradi akili yake ike sawa. Dada akaendelea kufanya mazingira yake sawa, lakini hapa alikuta dirisha ambalo limefunguliwa. Dada aligonga tena mvinyo na akachukua simu yake kumpigia bwana wake ikiwezekana aje huko, lakini alipoona bwana wake apokei simu akaachana na simu. Lakini alipokuja hapa bwana mdogo anamuonyesha sura zile za mahaba ngono, alikuja naye mpaka hapa Sumananio, lakini hapa iliita tena simu, lakini simu hiyo ilipigwa na mtu aliyepokea alikuwa ongea chochote na kumwambia, hakika mimi nakuona. Basi wakiwa wanaangalia picha za kutisha, dogo alikaa naye hapa akaanza kumuuliza maswali. Dada anamjibu tu kwa sababu dada alimuona huyu ni mtoto, yaani yeye na umri wa bwana mdogo ni vitu viwili tofauti. Lakini hapa anaonekana kama mtu wa pizza anagonga nje. Dogo alimwambia hiyo pizza baba itakuwa ameagizishia, nenda kachukue. Dada alichukua ile pizza na taratibu walikawa akaendelea kuangalia movie, lakini bwana mdogo yeye akaanza kujibebisha bwana, yana ajifanya mtu mzima, wala chukue mkono wake kama pajani kwa huyu, na dada anaona isiwe shida. Dogo akadalia bega, lakini hapa simu ya dada ilipoita, dogo ikaona simu imenaribia kila kitu. Lucky akasuka mpango mwingine. Dada akarudi tena na alikaa tena pale pale aliketi kwa kujua ni kawaida. Lucky akataka kumkiss bwana, kumnyonya mate. Dada akahofia, akamwambia inakuaje tena mabusu hayo kunyo? Akamwambia so kunyo, hebu njoo kae hapa. Dada akakaa hapa, lakini kuna simu ambapo kuna mtu anampigia, anamwambia hakika kila jambo unalolifanya mimi naliona. Dada akashangaa, huyu ni nani ambaye anapiga simu anasema ananiona? Kabidi atukedishana kuonyesha dole la kati. Anambia kama unaniona chezea dole la kati ili hapo. Dada alikuja hapa kaangalia usalama vizuri nje, na ni dogo afanya mtego, akachukua simu akaita ndani ya kwela. Anaangalia huko anakuta tena Father Christmas, maana mambo ya kutisha, mara yule rafiki yake Gariati amekuja. Sorry. Dada akajua hivi namna gani kwa mpango wote ambao wanadhani wameisuka hawa watu ili mradi wamtishe udada. Akamwambia bwana, juu tunahisi kama kuna mtu. Taratibu akapanda naye juu ili mradi wamwangalie huyo mtu ni nani. Taratibu akiwa anashota mpora. Cha ajabu hapa wanakuta dirisha limevunjwa na jiwe limeingia ndani. Dada akajiuliza ni nani. Alipotaka kupiga simu mitandao yote haipatikani, na hapa wakawa wanatafuta network. Hata walipowasha PC tena wakakuta tena network haitoki ndani wala nje. Kumbe kila kitu ambacho kimekuwa hapa ama kimeshafanyika hapa tayari kimeandaliwa, hata gari nayo ishatobolewa. Kwa hapa hakuna msaada wa kuchomoka kwenda kokote. Hata jiwe limeandikwa if you live you dead, kama utaondoka utakufa. Sasa hawa hapa wanakutana na Gariati, akataka kuondoka, mara Gariati kukimbia akapigwa risasi, akaonekana kama amekufa. Dada anashangaa, huyu mtoto kafa bila hatia yoyote. Lucky akajifanya amesikia huzuni mkubwa sana kwa sababu ndugu yake amekufa, na hapa inaonekana kivuli cha mtu. Sasa wanaanza kukimbia ili mradi kunusuru roho yao. Huyu mtu aliingia ndani na akaanza kuwasha tochi kubwa ili mradi kuwatafuta hawa watu wawili, ikiwezekana hawazuru. Lakini walipanda juu ya basement ili mradi wajifiche, ili mradi lisiwatokee lolote. Lakini huyu mtu aliendelea tena kuwasha taa na kuendelea kuangalia ili mradi awamalize.
Lakini hapa anaonekana dogo anatia moyo wa kijasiri, na udada alipotaka kudondoka akamkamata mkono na akamfuta juu akamkumbatia. Kwa hiyo picha zote na sini zote dogo anazitengeneza, nadhani akachukua bunduki ya babake ili mradi aende kupambana na huyo mtu, ili mradi udada asimuone udogo kama ni mtoto bali amuone mtu mzima. Kwa anamtengenezea ushujaa ili mradi amuone mtu mzima. Lakini hapo sasa huyu mtu alipofika katika eneo husika tageti, ili mradi aangalie dada alitoka uso kwa macho na Goliath ambaye alijifanya mvamizi ndani ya nyumba hiyo, na dada alichukia sana baada ya kuchezewa akili yake. Kwa hiyo dada anakuja kugundua mchezo wote ambao umetufanyika hapa ni Lucky ambaye ameuandaa. Lucky akaona dharau akamkata kibao kwa sababu dada aliongea maneno mengi, na dada akadondoka chini na kupoteza fahamu. Lucky amebadilika na sasa dada anakuja kurupuka, yupo katika kifungo kizito na amefungwa katika kiti ambacho ye mwenyewe ajui, na kina Lucky ndo kwanza wanacheza. Na hapa sasa hivi wanapanga waendelee kumfanyia nini. Lucky anamwambia hakika umeakanyaga, kama umeakanyaga utajuta. Kwa ujasiri dogo haogopi chochote, anaongea tena kwa kinywa kipana tu. Anamwambia unajua nini Goliath? Yaani huyu leo atakoma. Basi lakini hapa Goliath alipomshika dogo kaona kama kaingiwa na wivu, na dada akapata hii nafasi akaanza kutoa ishara kule ndani ya dirisha kama kuna mtu yote ambaye anaweza kaona ishara zile aje kumsaidia, na madogo wakaja wakaziba hapa na hapa ili mradi yeye aendelee na mambo yake. Na akamwambia leo tuna mchezo wa pombe hapa, unywe pombe imadi si tule vitu vyetu. Dada akamwambia hapana, huo ni ushenzi. Akaiputa ile pombe na pombe ikadondoka chini na vigae vingi vikapasuka. Lakini alisikia kengele, kuna mtu anagonga. Dogo akaenda kuweka mziki mkubwa ili mradi sauti yoyote isitoke nje. Lakini hapa hakuwa mwingine bali alikuwa ni huyu hapa mchiza ambaye anaitwa Licky. Na huyu Licky ni mpenzi wake na Ashley ambaye muda wote alikuwa anapigwa simu ya mwaliko aje katika nyumba hii, ikiwezekana walinde nyumba pamoja. Dogo akaenda kumwambia bwana, hakika Ashley hataki tena kuonana na wewe. Na dogo alijisuma akafungua mlango, Licky akaingia moja kwa moja. Ashley akaanza kufanya matukio ili mradi sauti yote sikike, na mwisho wa siku Licky akasikia sauti hiyo, na dada aliwahi kigae kimoja katika zile chupa ambazo amezificha hapa. Jamaa akiwa anaenda, lakini kama kuna sauti anaisikia, dogo akaona sie mambo mengi, akawa akamtia kilungu na kumzimisha. Na alipotaka kunaniwa hapa kupigwa, dogo akaoneka kama kamshika bunduki, akamwambia bwana, ukimpiga ndugu yangu mimi nakuaga ubongo wako. Alipojilei naye wakamzimisha. Hawa watoto wameshakuwa hatari sana, watoto hawa wameshakuwa sumu, wala hawakujali, walifunga wote wawili. Mambo yalianza kama utani, lakini sasa hivi nahisi mambo yashakuwa serious. Lucky anamwambia hakika hapa hakuna atakayepona. Kwa nini wewe ulikuwa na bwana huyu hapa afu nampigia bwana wako mwingine? Kwa hiyo sasa nitampigia na bwana wako mwingine, wote waje hapa, ikiwezekana leo ni wamalize wote na mumeo nibaki kwa mimi. Dogo anaongea mambo mengi na hadi mwenzie anashangaa. Akachukua simu na akaitia ndani ya maji, akamwambia sasa sikia, hii simu hapa nimeshaitoa ndani ya maji, kwa tafadhali naomba umpigie huyo bwana wako. Dada akachukua kile kigae cha mkono wa kushoto ama cha kulia alichokishika, akaanza kuchana taratibu, lakini mchizi tayari ashaloa na mikojo kwa hofu ama na kuogopa. Yaani mchizi aelewe kabisa, na dada taratibu anakata bandage ya mguu baada ya kukata bandage ya mkono ili mradi akiweza ajinasue. Lakini hapa sasa wamemchukua Licky, na alipomchukua Licky wakamfanyia mchezo tu wa kitoto wa ajabu ili mradi Licky atulie na ashike adabu yake, kwa kuwa hawa machizo wamempigia mtu mwingine naye aje hapa. Kwa hiyo walikuwa wanataka mademu wote ambao wako majeuri kama huyu dada ambao wakitongozwa hawataki. Hili ndio jambo lao ambalo inabidi liwakute. Basi dada anafanikiwa kukata na ile bandage nyingine ambaye amefungwa mguu mwingine wa kushoto, na hapa anabahatika kuamka. Lakini alishika ile bunduki akamwambia hakika uko chini ya ulinzi na jambo lako ndako kulifanya hilo, naomba uliacha. Dogo akaachia ile kopo na pale chini alishamseti mchizi. Basi ile kopo lilipiga kichwa cha mchizi na likamtoa damu vibaya, yaani ile kopo la rangi na ile damu. Basi dada alipopiga bunduki juu hakuna chochote kinachotoka. Dogo anamcheka, anamwambia wewe ulifikiri nitaka risasi humu? Na nilijua kama kitu hiki kitatokea. Dada akaanza kukimbia hadi kutetea maisha yake, lakini hawa madogo walikuja wakamkamata tena na kumrudisha hapa ndani, na mwisho wa siku akamfunga taa nyingi za Christmas na akamweka hapo. Akamwambia hakika mimi nitaenda kusherekea, lakini nikija tutaendelea kumalizana mimi na wewe. Lakini inaonekana hawa madogo na mtu ambao mwingine wamempigia hapa amekuja, ambao huni bwana wake mwingine na ule demu. Wakamwambia bwana, mimi nimetumwa na Ashley, kanituma Ashley
ikiwezekana nije nikuombe msamaha kwa kila kitu ambacho amekifanya kwa kweli. Hizi kama Amini anacheka, ama tangia lini? Sasa udogo akamwambia ngoja basi nikakuitie, mkamata ile daftari uendelee kusoma. Mimi nakuja. Mchizi akaendelea kusoma yale maelezo. Dogo akamzungukia kwa nyuma. Laki amebadilika. Laki amekuwa mnyama. Laki alimninginiza vibaya na kumchinja vibaya huyu. Lakini huyu Goliath alikuja na kumuonea huruma na kuhisi Laki kila anachokifanya sasa hivi ni unyama. Walifanya kama masiala. Akamwambia sasa ninakufungua taratibu. Usipige kelele ili mradi upate kuondoka kwa sababu Laki amebadilika. Tulikuwa ni utani na dogo akamkisi. Yaani kumaanisha na yeye kama anampenda. Basi Laki alipokuja hajamuuliza, akamuasha Goliath na mwisho wa siku Goliath akauawa kwa mikono ya Laki. Laki akamwambia, unajua kwa nini mamangu alikupa maneno mengi na kukwambia uniangalie? Hakika mimi ni mtundu sana. Hakika mimi ni mjuzi na alijua tu kama nitakusumbua. Kwa hiyo kwa usiku huu mmoja, yani unashindwa kulala na mimi? Basi mimi acha nijipe faraja hapa. Anaambia kweli mamako alisema wewe ni mtukutu. Basi dogo alirudi nyuma akachukua kisu na kumtoboa dada huyo katika mgongo wake. Dogo akambusu na akamaliza tatizo na akajua tayari ameshaua na akaweka mazingira yote ya hapa safi. Akachukua fingerprint jamaa akamshikisha, akafanya mambo yote yani kama sio yeye ambaye amefanya mauaji, na akajiandaa bwana. Kwa kujiandaa kwake akachukua penseli kama mamake anavyotaka dogo mlango wake ufungwe, na akafunga sawa yani mlango kama mamake jinsi anavyotaka ufungwe, na ukafungwa vile vile, na akaangalia njia gani ya kurudi chumbani kwake na akarudi akalala. Kwa hiyo aliporudi chumbani kwake na akalala, na mwisho wa siku na alisikia mama yake anarudi, dogo akajifanya kama amelala muda mrefu. Bimkubwa akaingia na gari yake taratibu kuangalia mandhari. Amini mwisho wa siku anajua kama mwanae ameuawa na kupaniki na kuingia chumba cha mwanae na mkuta mwanae amelala. Lakini kipindi mama anashukuru baada ya kuita maskari, dogo kama anatabasamu hivi, anacheka na kujua kila kitu chake kiko sawa. Hata baba anapochukulia ushauri alisema, bwana hakika kuna mtu mbaya bwana itakuwa ameingia, lakini nashukuru Mungu mwanangu yuko safi na salama. Lakini hapa anakuja kushtuka, anaambiwa katika watu wa wahanga mmoja ni mzima. Dada amepata uhai tena. Dogo alijua amemuua, na dogo alikuja kuhakikisha kweli wanachokisema. Dada alimuonyesha dole la kata, ambaye wewe malaya nikitoka huko na kuja kukumaliza ama zako ama zangu. Dogo akaonyesha kama kutokujali na akajifanya akamwambia mamake, aisa namuonea huruma dada Ashley, kumbe Mungu atamsaidia na kesho twende hospitali. Na picha yetu inaishia hapo. Kama ni mara ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kusubscribe, usisahau kutufollow. Chao, tukutane katika recap.